Lofty nimekuita mara ngapi? Hakuna vile unaweza tufanya turauke asubuhi. Mimi I was awake by 7 a.m. because nilikuwa nimepanga vizuri sana mimi na Milan kwamba shoot itakuwa 10 a.m. Nilisahau, kwa hivyo kama huwezi kunikumbusha basi ndo hivyo, nimekupa funzo leo la kuchelewa. Siku ya shoot Lofty boom. No guys, I cannot do the shoot because nasikia akili imechoka. Nataka kwenda Mombasa nikabarizi. You should have packed. Nilimpigia Lofty simu sijui ni saa 4 hakushika. Nikamtumia message, Lofty akajibu message. Nikamuuliza hivi kwa nini ushiki simu yangu? Ationa nakupigia in a few minutes. Lofty akanipigia 11:36. Akaniambia naoga, nikiwa tayari nitakupigia. Wewe, nimekaa, nimekula, nikanywa, nikalala. Lofty yonipigia simu saa ngapi? Saa 7:35. Alienda Mombasa kubarizi badala ya kupack. Amekuja leo anaanza kusema, "Oh, no, I don't have one shirt." Shirt gani hizi? Sijui sijapiga pasi. Guys, mambo vipi? So leo najua mnashangaa jamani, mbona Kichuna cha mwaka yupo peke yake? Mmezoea kwamba the duo mnaona watu wawili, mwenzangu pacha wangu lazima anze na bashasha na kelele nyingi, but today is a different day kwa sababu kila mtu ako katika maeneo yake tofauti, ila ni kama namnusia tu mahali. So today the duo we shall be doing a grand photo shoot. Na nikisema grand photo shoot, I mean we are dealing with the biggest brands in Kenya. So katika masuala ya makeup, of course, I'm already made up. It looks by Steffi. Director taregesha nyuma muone jinsi Steph amenitirinya, akanichonga, you know. And on the photography side, takuwa na Milan Studios. And of course, for the suits, House of Kichuna and Nakima Fashion. So today, the duo, what we are doing, we are coming up with amazing content for you guys. Lakini cha msingi zaidi ni kuonyesha tu, you know, tumefikia wapi. Imekuwa ni miezi kadhaa kabla tujafanya photoshoot, and some of these photos you'll actually get to see them on your Kenyan billboards. Are you ready? Are you ready? You're not ready, guys. Pacha wangu sijui kama amenyolewa, sijui kama ametengeneza, mimi sijui. Nimemwambia kwamba huyu mtu ni bure kabisa, hata hajanipigia simu kunijulia hali, kujua mimi nimefikiwa wapi. So I don't know what is happening on the other side, lakini cha msingi zaidi najua kwamba tutakutana Milan Studios and we're going to do this. Mimi hapa nimeamka asubuhi, nimeandaa breakfast yangu. Leo nimeamua kujipikia nduma. Usinione hivi mambo ya mikate, maunga ngano nini. Alafu pia kuna kopo langu la njugu, Unajua shughuli zinaweza kuwa nyingi, Kwa hivyo njugu zangu pale, nishapiga tayari kopo langu. Ndio hili nishamaliza. Sasa ni kupanga nguo. Nimetumiwa orodha ndefu. Hebu niwaonyeshe. Kichuna ametumia orodha ndefu, manake pia yeye huko aliko sasa anafanywa makeup. Aliandaa nguo zake tayari, ametumia niko na pink, niko na yellow, niko na blue, niko na white. Yay! Wasichana. Sasa hii kazi mimi huwa sifanyi kila siku. Mimi nikiamka na kota shati moja, koti moja, suti moja, viatu, lakini leo nimelazimishwa. So nimeamua kupanga hapa. Nimeambiwa nisikose amesema yeye ako na suti ya white. So pia mimi niko na yangu hapa. Nasikia inaitwa Kasongo suit. Hebu njoo waonyeshe. Socks imeisha, haivutiki tena, na inafaa kuwa elastic. Imefika mwisho. So nashuku ni kama hawa kina mama kufua kuna chemical fulani huwa wakija manake huwa wakija wako na handbag. Hawakuonyeshi kuna nini ndani. Nadhani kuna chemical wanaficha kwa wale watu ambao wanajua. Kwa wale ambao wanajua mambo ya chemicals. Sijui kama ni hydrogen peroxide, sijui kama ni potassium permanganate, sijui kama ni sodium bicarbonate. Lakini kuna kitu fulani ambacho nafikiri wanakuja wanaweka kwa nguo ili zilainike haraka, ziwe mororo. Na hicho kitu kimeniharibia nguo. Nguo zangu nyingi shati zimeharibika, lakini socks ndo zaidi. So nimechakura, nimepata socks 2, tutakwenda nazo. Viatu nitabeba viatu vyeusi. Hivi viatu vyeusi naweza vaa na nguo nyingi. Tavipiga kiwi kidogo visafishike, alafu
pia nitabeba hii kidogo, nitacheza na hii casual kidogo. Ni some sneakers hizo ambazo zinaweza ingiliana na nguo kadhaa. Alafu tulia hapo hapo, mpige picha. Endelee kuonyesha njugu na aitwaje nduma. Lofty nimekuita mara ngapi? Hakuna vile unaweza tufanya turauke asubuhi. Mimi I was awake by 7 am because nilikuwa nimepanga vizuri sana mimi na Milan kwamba shoot itakuwa 10 am. So belt zipo niko na kadhaa. Kuna hii ukiangalia hii na rangi ya hudhurungi peke yake. Niko na hii upande mmoja hudhurungi, upande mmoja nyeusi, na niko na hii ilipatiwa zawadi nilipoenda Samburu na mama mmoja wa Kimasai wa Kisamburu. Akanambia, mtoto wangu, sina msichana wa kukupa uoe, lakini mshipi nakupa. Akanipa huu. Lakini pale kando walikuwa anauza vitu, nikaona wasichana watatu warembo. Nikuuliza mmoja, akanambia huyo ni mamangu. Sasa sijui mama kwa nini alikuwa ananidanganya. Akanambia hana msichana lakini ana mshipi. Tuyaache hayo, tuelekee na mambo ya mishipi. Kwa hivyo nadhani kwa sababu usiendi kucheza ngoma za kitamaduni, nitakwenda na huu ambao nikigeuza huku naweza vaa nyeusi, huku naweza vaa na rangi ya hudhurungi. So hii mingine ikae. Kwa hivyo tushamaliza, nafikiri ni hayo tu kwa sasa. Ama zaga yangu taangalia pahali niaweke. Alafu hizi niregeshe. Zile ziko sawa, nibadilishe nguo tuende. Tuonane nikikutana na pacha wangu. Natumai hapo ulipo pacha wangu sija kubwaga. Nimepanga vitu vyangu hapa. Nitakuja kuchukua. Nafikiri umemaliza makeup yako, imechukua muda wa saa 3, ndio maana tumechelewa. Sasa kama mimi tu ni mambo ya photoshoot na nimechoka, walio kwenye ndoa Mungu azidi kuwapa neema. Yaani Lofty yeye ni mwanamume. Nilimpigia Lofty simu sijui ni saa 4 hakushika. Nikamtumia message, Lofty akajibu message. Nikamuuliza hivi kwa nini ushiki simu yangu? Ati yeye nakupigia in a few minutes. Lofty akanipigia 11:36. Akaniambia naoga, nikiwa tayari nitakupigia. Wewe, nimekaa, nimekula, nikanywa, nikalala. Lofty yanipigia simu saa ngapi? Saa 7:35. Lofty ndio yanipigia ati toka dadangu twende. Kidogo niulize dadako ni nani wewe? Kaka, njoo nisaidie kitu kidogo. So wacha soldier aje anisaidie kubeba nguo. Mizigo ni mingi. Ndio nikienda mara moja nisishuke, nisipande na kushuka chini. Nimeona director Benali ameanza kunipigia kama nimechelewa. Wewe saa 7:30. Alafu guess what? Ati Bettina utanirecord tukienda. Unajua nilikuwa nishafanya behind the scenes nikijitayarisha get ready with me. Sasa nashindwa ni nini hizi? Lofty ninakwambia ukome. Next time kama tuaja na wewe mahali, kama tuaja kufanya shughuli, tafadhali keep time. Uamke saa 12 ama nitakuwa nakupigia. Saa 11 Lofty anza kujitayarisha. Maana naona umeanza tabia za kike sasa. Kuna jam. Hii shoot naona ikianza saa 10. So hizo ndio changamoto jamaa, mkiona content imekuja tumepitia mambo. Mnapanga tunashoot kuanzia saa 10 sasa. Wana saa 9 inaelekea. Saa 8:30 sasa hii. Waonyeshe saa hapa Benali. Ndio hii. Saa 8:30. So kichuna kombele. Acha tujaribu tuone kama tutamfikia. Yeye yake ni V8. V8 na penya hivi. Safi. You went roundabout jam. Alafu sijui kwa nini barabarani saa zile uko na haraka ndo jamu inajileta msongamano wa magari. Ananisinya Lofty, ananisinya. Why are you confused, angry? No, okay, the thing is kwanza kabisa we are actually almost where we are going. In as much as Lofty anashinda kinipigia simu, umefika kwa bridge. Sasa yeye mwenyewe ndo amenichelewesha, bado tena ananiuliza kama nimefika kwa bridge. Flyover ya bypass ambayo ina connect kwenda kwa Saint Tatu City kirudi huku. Unakumbuka ile siku? Angalia dia. Tukienda kwa birthday ya Miguel. Birthday ya Miguel tukapotea njia alafu tukaenda vile. Umepita hapo? Sidani. Lakini inaonyesha 6 minutes away. Unakumbuka ile KFC tuliingia tukala tukiwa na njaa? Kwa hiyo KFC
Nifungie food basi. Wewe wacha Mwenyewe ndo amenichelewesha, bado tena ananiuliza kama nimefika kwa bridge. Lofty alibiwa simu. Then, hey, by the way guys, I need to give you this story ya Lofty kuibiwa simu. Lofty alibiwa simu juzi akiwa kwa SGR. Sasa yeye anasema kwamba hakutarajia kama SGR ni mahali ambapo anaweza ibiwa simu. But that aside, he's not blaming me. Anasema kwamba tio hata simchangii. It seems I'm very happy that alibiwa simu. kwa hivyo kumaanisha uliomba niibiwe. Mimi sikuomba. Mbona sasa hii nimeibiwa simu unapiga makofi? Mimi sipigi makofi, ni Mungu amekufunza adabu because ingekuwa ni mimi Freedom wake niko na simu mbili. Pacha wangu hana simu. I would definitely give you one of my. Mbona mgeni uchangiwa kununuliwa simu? That's number 1. Number 2, mimi 1 week ago my phone iliharibika. Lofty alikuwa na simu ngapi? Did he even bother to give me a phone? Nothing. Alishinda tu akiniambia, "Dear, you need to get a phone. You need to get a phone. You know, as a journalist you need to have a phone." Sasa amebiwa simu moja, anaanza kucomplain. Yaani sikutarajia dia kama nitaibiwa kwenye SGR. Lakini hata mimi inaniuma baby. Wacha SGR mazee wanaifai kuibiwa. Mimi nilikuwa SGR ni ya watu wastaarabu, watu ambao wametulia. Ukulipa 12k first class, wewe ulilipa nini? Others. Tumenunua KFC, but I don't want him to see the KFC because nataka kuona kama hebu tufike tuone kama Lofty atauliza kama tumenunua chakula. Sijui umemwambia akurudishie pesa. Nimemwambia nirudishie pesa, akaanza kuniambia ati mimi sija register line. But yeye ndo amechelewesha watu. Sasa hivi ngomba tushamaliza shoot, kila mtu ako nyumbani. So Lofty, you suffer your consequences. Yes, because I've spent 2,350. I want 3,000 from you. Asa tusimame pale tufute chakula ama kuna chakula huko? Kwa ulisikia wanakupikia wewe, ushachelewesha alafu aniuliza kama kuna chakula. Mimi ndo nimewachelewesha. Sisi tumekaa hapo na bedali 3 hours kungoja. Ulikuwa unafanywa makeup dia, labda mmekaa 30 minutes. Tumalizwa. Mama. Alafu tushafika kwa Milan, but I'm even worried that huyu msana anaweza kuwa ametujamia. I hope Lofty amomba msamaha. Amomba msamaha? Benali, Lofty amesema pole. Amesema pole. But pia utasema tu pole tu. Mpaka nataka tu kukula ndo nikuwe na nguvu ya kuomba msamaha. Milan, I'm so sorry. Mimi Lofty ni mbaya. Lofty ameharakisha. No, ni vile tumebranch KFC, si ndio? Tumebranch KFC. Lofty afike mapema, ambie Milan, nikichuna late kama. Surely Lofty, ni sawa tu. I honestly feel so bad we are late. This is not me. Frida, I don't get late for appointments. I take my brand seriously. Lofty, stop messing my brand. Amejifikisha mapema ndio yeye aonekane shida ilikuwa mimi, which is not fair. But anyway, it's okay. Okay. Umesema tukifika utatuodaria food, umeoda? Kaka ameniuliza tunataka nini ndo aone. Milan mwenyewe. Milan alikwambia. Kwa nimemuuliza kama kuna pale akasema we can order la tuletee. Okay. Ni kama ipo ndani. So unataka tule nini? Mbona vitu ndio ni wadista kama hivi? Nakuvalia dera. Kwenye video. Lakini leo tunakuja kwa Milan ndio umeamua kutoa chini ya sanduku. Kama kuna nice. Acha nikwambie, nimerealize by then nakwanga na nguo mingi sana I don't rock, lakini on Mondays this is me. Mrs. Bishop.
wa Kiswahili wande sura ya kila kaunti, kutujulisha tamaduni miaka 10 pamoja. Mabalozi wa Kiswahili wande sura ya kila kaunti, kutujulisha tamaduni miaka 10 pamoja. Je, wameoana wala cheli wapenzi wanadeti, wacha yabaki maswali. Njoni mse kidogo mimi. Mimi sikubeba zangu. Hiyo ya za hizo makeup zake. Wacha yabaki maswali. Wawili wachapa kazi, wapenzi wa wengi. Sijafanya hakuna makeup, hakuna nini. Lakini itatoka vizuri imagine. Wanaume tumebarikiwa. Na mwadau, so tumemaliza shoot ya kwanza, outfit ya kwanza, nguo ya kwanza. Ya kwanza tumeamua kuchanganya nyeupe, suti yangu nyeupe, kaunda yangu, na rinda lake pacha wangu la rangi ya ngeu ukipenda nyekundu. Sasa shida ni kwamba tumeanza saa 10 elekea saa 11, Kichuna hataki kutoka kwenye set. Nguo moja tumekuja tumebeba outfit kila mtu 5-5. Amevaa rinda moja, haondoki, ameletewa kiti. Inamwambia toka pia mimi nipige 2, maana yake sijapiga peke yangu hataki. Sasa haya ndo masaibu ambayo napitia. Sijui tutamaliza saa ngapi. Maana yake hii ni nguo ya ngapi? Ya kwanza. Tumetua muda gani? Kwa hivyo inaonekana kila nguo moja lisali moja. Mama, mnamuona huko nyuma? Mnamuona? Ndo anaondoka sasa, muone. Waweza fikira ni Shakira. Toka basi nipige moja hizi alafu tunini. Naam, so Kichuna pacha wangu ameeleza outfit yake ya kwanza ilikuwa ni ya rangi ya ngeu, na akaeleza ni kwa nini. Kwa nini umeipenda ile kama yako ya kwanza? Mimi ni mtoto wa kike ambaye ninajiamini, mtoto wa kike ambaye napenda madaha. Kwa hivyo nilitaka suti ambayo inaonyesha royalty. I am an Odogu's wife, na Mr. Royalty akaitoa vizuri. Imependeza, maana ile ni mtindo wa nguva. Mshono wa nguva, wajua? Nguva ni? Nguva inakuja na kushika, alafu inamwaika kule chini. Inaitwa Ella. Alafu sasa hiyo Ella ndio inaitwa kutandaza kule chini. Alafu ukasema ni kama nini? Ni kama tausi. Mashallah. Tausi. Tausi, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali, sasa wataka nini? Twende katika hiyo. Ulikuwa umedamshi. Sasa hapa ndio kuna ngoma. Hapa hii ni kaunda suit. Ukipenda suti ya kaunda zile za zamani, walikuwa navaa akina Julius Kambarage Nyerere, akina akina Daudi Kabaka Mtobwasiri pia walikuwa kivaa. Hii suti nilikuwa nimeishona kwa ajili ya kupeleka mahari. True story. Nitakuja kuwapatia moja kali sana kwenye hii YouTube channel yetu kama episode. What happened? Nilikuwa nishapanga hii ndo naenda kupelekea mahari. Alafu yakafanyika aliyofanyika. Wajifanya wajue hiyo story wewe. Alikuwa amepanga kupeleka mahari. Akatufanya sisi wote kikosi tushone suti. Lakini sasa shida ni alidelay kuuliza will you marry me? Kidogo akaona ni mdada katika mitandao ya kijamii ashauliza na mtu mwingine. Hakuulizwa pacha wangu. Alisema kwamba manake utaipata kwenye episode. My suit is from Paris. Na suti yangu mimi imedesigniwa na House of Kichuna, alafu ikawa executed ikamaliziwa na Nakima Fashion. So Frida House of Kichuna is the designer, alafu ikamalizwa na Nakima. Kwa hivyo hii photoshoot imeshughulikiwa na watu wengi. Kwa hivyo namba ziko pale, pia ukitaka unaweza kutafuta Nakima Fashions, House of Kichuna, Mr. Royalty, uwe sehemu moja ya kuwatengeneza the duo kama tulivyo. So far so good. Kufikia sasa shuti bomba safi kabisa. Nishapiga shuti mimi miaka mingi sana, photoshoot, video shoot wakati nafanya, lakini ya leo ni speciali sana. So hii ni nguo yangu ya pili, kwa Kichuna nguo yake ya 3. Tumeamua kuvaa rangi ya samawati iliyokoleza, alafu tumechanganya kuna nyeupe ndani na zambarau kwa mbali. Nimeipenda sana. Tumesoma habari na Kichuna kwa kama miaka 5, lakini hii combination tumepiga picha moja, yani tumejiona kama wacha tumsiseme lakini so far so good, tumefurahia. Kwa hivyo tunakwenda kuchange nguo ya mwisho, outfit ya mwisho, ambayo ile sasa ni kipenzi chetu, bonge moja la nguo kutoka kwa Mr. Royalty. Ndio tunakwenda kuchukua, kuivaa, tuje ulingoni
mtapenda nyie. So tujaribu tena. Pole pole tu. 1 to go. Ni picha. Twende. Nice. Very nice. Kwa majina naitwa Frankie Milan. Leo imekuwa shoot njema. Nimeenjoy kufanya kazi na Kichana. Hey. Enye Kichuna unimaliza. Unichanganya. Ananichana pia. But it was nice. We had a really good shoot. Working with Kichuna and Lofty, at first nilikuwa nadhani haitakuwa rahisi kwa sababu you see these are very big personalities kwa nchi yetu. So for me, I was surprised. Nilipata wakiwa watu very warm, welcoming and easy to work with. Nikiwaambia wafanye move, wanafanya. Nikimwambia vile wanafanya. Lofty ilikuwa inamlemea kidogo lakini tulitoboa, mtaona picha. Mtaona picha. Utakuja tu ukwe tu karibu na yeye lakini utamwacha tu nyuma kidogo. So hivi. Hata picha chukua hivi. Sawa. It's a good picture. Ni mkono umefunika uso. Unaona kai? This is a good one. Niye nataka kumpata wewe hata ukiwa uonekani ni sawa. Lakini kuna venye nilikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu kuna venye walichelewa leo. Sana Lofty sijui alichelewa wapi. Kanieka pending, nimeshinda nikimwandikia text. Mimi kwa nadhani wamebounce but all in all walifika na nimeshukuru sana. It was a very exciting moment kwa wale watu naangalianga sana like the guys who inspire me a lot. I like the energy that they gave it to the photo shoot as much as ilikuwa a very long photo shoot. But it was a very nice photo shoot. I really appreciate their presence. Lakini ningetaka yakoe mbele. Sasa ni wewe ufanye chenye mimi nimefanya. Si ya acha akae nyuma, wewe ufanye yote. Akiwa nyuma afanye. Mimi nitakuja tu kama mtu mzima. Yeah. Mimi ni mtoto. My name is Bettina Mwasi and today I have really had a good day. I am Frida Mwaka's PA. Na leo nimefurahia sana kufanya kazi na wao. Na mimi kazi yangu hapa ilikuwa kuwasaidia kuvaa, wakitaka kusaidiwa kuvaa vipuli, chain, Lofty naye kupakwa sijui ni poda, sijui nini. It's been a good time and I've really enjoyed. I've also got to know new people, nani videographer, photographer. Yeah, it's been a nice time. This moment ni wakati nimeona mimi na pacha wangu tunakaa vizuri ndani ya suti ya samawati blue, the blue suit. Ayo suti ilikuwa kali, imependeza yani, tumematch. Nishesoma habari na pacha wangu kwa zaidi ya miaka 5 lakini kuna mavazi ambayo tukivaa hutokezea, la leo limepita yote. Tumependeza, kwa hivyo nimependa sana. Alafu the fun moments ile tunapiga muziki kidogo pale, tunaimba namna gani. Alafu kuna pale pia amenilalia kidogo, amewekea bega kidogo, alikuwa amechoka nadhani katumbo kalikuwa kanamuuma. So ile kulala kidogo hivi, yani ameonyesha kwamba pacha wangu ukiniachilia naanguka hapa. Nimeipenda mimi hiyo. Anaanza kucomplain during the shoot. Ati oh dear, mbona umevaa suti? Mbona unafanya navaa suti moja, sijui suti mbili. The plan was 10 suits. Period. So yeah, amevaa suti 2, sijui 3, anaanza kucomplain, oh dear, umevaa 4, umevaa 5. Next time Lofty, just keep time. Just keep time. Lofty, ninakwambia ukome. Next time kama tuaja na wewe mahali, kama tuaja kufanya shughuli, tafadhali keep time. Uamke saa 12 ama nitakuwa nakupigia. Saa 11 Lofty anza kujitayarisha. Maana naona umeanza tabia za kike sasa. Haya basi wapendwa, sitachelewa tena jamani. Kuanzia leo kwenda mbele mimi ndo wa kwanza nitakuwa nafika kwenye set, kwenye shoot. Baba, nilifika hapo naangalia kichwa, nywele ziko hapo. Nilikuwa natarajia nitaona mtu kiparangoto. Sasa nashindwa vipi huyu? Alafu kuvaa za kijinsi chake, alafu guess what? Ati Bettina utanirecord tukienda. Unajua nilikuwa nishafanya behind the scenes nikijitayarisha get ready with me. Sasa nashindwa ni nini hizi? Sichelewi tena. Month of March. Milan aliniulizia kuhusu history ya shoot in the month of March. So of course nilikuwa at first nilikuwa nashindwa, okay,
wacha kwanza nimwangalie anafanya kazi gani nini. But again nilipenda kazi yake na nikaambia Lofty from March kwamba there is a photo shoot ambayo nikirudi Kenya tutaifanya. So March ikapita, May ikapita, the month of June tukapanga photo shoot. Vizuri sana, everybody was aligned. Siku ya shoot Lofty boom, no guys, I cannot do the shoot because nasikia akili imechoka. Nataka kwenda Mombasa nikabarizi. You should have packed. So I told the whole team, guys, we're going to do suits 10. Kwa hivyo watu wapack suits zao na mapema, zipigwe pasi, ziende laundry, zipangwe vizuri. Mimi na Lofty we need to align and see suits zetu kama anavaa purple shade gani. That was like 3 weeks ago. Kwanza kabisa binti huyu Kichuna Kijino Kanchi Kichi aliomba leave akaenda bara Europa na ile visa ya kutembea nchi 16 bara Europa. Amekwenda Italia, amekwenda wapi kwingine, Ufaransa, akapitia Malta, kote huko. Mimi kwenda Mombasa kuna muuma paka anaitangaza kwenye channel ya The Duo. Hapa Mombasa tu kwetu nikapitia Kilifi pale, kwenda kunywa maji ya madafu, kaangalia mahindi yangu kama yamemea. Msichana inamuuma paka anatangaza kwenye channel. Wewe mbona nilikusubiri mwezi mmoja unusu kwa Europe? Kwa hivyo mambo ya kwamba mimi nilikataa kuja shoot nikaenda Mombasa kujivinjari, hiyo jameni pacha wangu tuheshimiane. Dealing with men sometimes is tough. Ingekuwa ni mimi Frida Mwaka Kichuna cha Mwaka. Hey! Mpaka saa hii shoot ingekuwa ijaanza. No. Dear, you have to take your brand seriously. No. Unaona kwa nini usijui YouTube haina followers? Oh, unaona hadi director anakoa anashinda. Mpaka sasa ingekuwa tujaanza shoot. Dear, no, dear, no. Alafu after the shoot, the next thing, dear, we need to talk. Nini? No, dear, I don't like how you're not keeping time. Spendy. No, you know no, dear, no, sijakufunza hivyo. So leo kimemramba. But anyway, we love you because ana lighten up to the mood, anafanya kila kitu inakuwa vizuri. Na amejiokoa leo kwa sababu jana hajalala. Ameshinda kiangalia tu watu wanapozaje, wanafanya nini. So at least today, for the first time nifanya photoshoot na Lofty, it was a bit smooth. Alikuwa anatupatia designs, anatuonyesha poses za kufanya hivi na hivi. Ingawaje kidogo Milan alisema ni kama ana struggle, lakini mifupa tu italainika. Unajua ni kamzee kidogo. So katalainisha tu mifupa. Na mambo ya kwamba mimi mifupa imekauka paka siwezi kupiga mapozi, ujue mimi si mzee. Mwaka ujao ndo life inaanza. Nenda ka research ujue life kwa mwanaume inaanza umri gani. Mimi si mzee, mimi ni mzee kijana. Kuna kitu imenikasirisha. Tukiwa kwa Looks by Steph, Lofty anakuja anasema, "Dia, sasa ile nilisikia wewe ni mgonjwa, nilishtuka. Alafu nikachukua nduma nikakula, nikachukua na njugu nikakula." So unajua mimi namwangalia zile za okay wait. Ulishtuka juu niko mgonjwa, ukachukua nduma ukakula na njugu ukakula. Ati unajua Dia ungefaint, nilikuwa nataka niwe na strength, nikuokote. Alafu tunafika Kiambu, akona guts za kunipigia simu. "No, utubaie food. Uje kwanza tuko na njaa. Crew iko na njaa." And I'm thinking, what's wrong with this man? You know, at some point hata nimuuliza Bettina, is Lofty okay? Kwani ametumwa na nani? You know, umetuchelewesha, wewe mwenyewe umekula nduma, umeshiba. Mimi niko mgonjwa, ati nilikula nduma. Dia, utaona kwa video. Nilikula tena kwa guts za kuniambia nitaona kwa video. Nafika Kiambu, hati tuko na njaa. No, tubaie food. So this is your information, Miss Olga. I've used 2,350 kununua chakula. Send me 3,000. Mimi sitaki jokes. Alafu nawaambia tutumie pesa. Ati Dia, si unajua simu yangu iliibiwa. Kwanza mbona hujanichangia? Sijamchangia. Mimi wakati simu zangu ziliharibika, yeye akiwa na simu 3 hakunipea hata moja. Saa hii moja imeibiwa, ingine imeharibika. The Lord is saying something. Lofty, Mungu tu. Lofty umenichosha. Kwa kweli nasema ni mara yangu ya kwanza kuchelewa kwenye shoot na ama kwenye shughuli yote kati yangu na pacha wangu. Kwa hivyo kwanza pacha wangu nisamehe, naomba msamaha. Milan, our videographer, photographer, msamaha sana. Our director Benali pia naomba msamaha kwa kuchelewa kwenye shoot ya leo. Lakini kama nilivyoelezeni kulikuwa na mambo mengi. Moja,
kuna kazi imetoka ghafla ambayo ilikuwa lazima niitekeleze ya kazini official. La pili nikawa namsubiri Ibra kuna kamera alifaa kuchukua. Sasa hii naisema hata Benali sikuwa nimemwambia, akaniambia nimsubiri paka aje achukue, ametumwa na kaka St P akaja kuchukua. Nimekuwa nayo kamera kwa kama wiki 2 baada ya shoot lakini wamekuwa na mambo mengi na alikuwa yuenda Meru shoot, kwa hivyo nikawa nimsubiri aje achukue. La tatu pia niliposikia kwamba pacha wangu hajisikii vizuri, ni mgonjwa, nikalegea kidogo. Na alafu sasa blanda nyingine, jana sikupaki nguo, nikapaki leo asubuhi. Alafu amenipatia listi ya suti 10. Kwa hivyo mwisho wa siku mlaumu ni Frida Kichuna, pacha wangu. Amenitumia listi ndefu ya misuti. Mwisho wa siku nimevaa suti ngapi? 3. Alikuwa anavaa suti moja yeye kivango yake moja, anatumia muda wa saa 2 kupigwa picha. Milan hajawahi piga picha kama hizo. Leo amekipata. Kwa hivyo nimebeba suti 10, nikatumia ngapi? Kwa hivyo lawama ya mimi kuchelewa yote mabegani mwanani pacha wangu.